Karibu kwenye habari za ulimwengu. Hali ya wasiwasi imeendelea kutanda katika ukanda wa Asia Pacific baada ya Korea Kaskazini kuendeleza onyesho la nguvu zake za kijeshi na kuimarisha msimamo wake mkali kuhusu silaha za nyuklia. Hatua hizi zimezua hofu mpya ya mzozo wa kikanda endapo juhudi za kidiplomasia zitashindwa. Katika kauli na hatua za hivi karibuni, Korea Kaskazini imetangaza mipango yake ya kuendeleza na kuongeza uwezo wa silaha zake, ikiwemo makombora ya masafa marefu na mifumo ya kisasa ya kijeshi. Serikali ya nchi hiyo inaeleza kuwa hatua hizo ni sehemu ya sera zake za kujilinda dhidi ya vitisho vya nje. Viongozi wa Korea Kaskazini wanasema kuwa mazingira ya usalama katika eneo hilo yamekuwa hatarishi kutokana na uwepo wa kijeshi wa Marekani na washirika wake, hususani mazoezi ya pamoja ya kijeshi yanayofanywa na Korea Kusini. Kwa mtazamo wa Pyongyang, mazoezi hayo yanatafsiriwa kama maandalizi ya shambulio. Kutokana na mtazamo huo, Korea Kaskazini imekuwa ikitumia silaha za nyuklia kama nguzo kuu za mkakati wake wa ulinzi wa taifa. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema nchi hiyo inaamini kuwa silaha za nyuklia ndizo dhana pekee ya kuzuia shambulio la moja kwa moja dhidi yake. Hata hivyo, kila jaribio la kombora au onyesho la kijeshi kutoka Korea Kaskazini limekuwa likichukuliwa kwa tahadhari kubwa na mataifa ya jirani. Hatua hizo zimekuwa zikisababisha taharuki, kuongezeka kwa doria za kijeshi na kuimarishwa kwa mifumo ya ulinzi katika eneo la Asia Pacific. Serikali za Marekani, Korea Kusini na Japan zimekuwa zikitoa kauli za kulaani hatua za Pyongyang, zikisema kuwa zinavunja amani ya kikanda na kuhatarisha usalama wa kimataifa. Wameitaka Korea Kaskazini kurejea katika mazungumzo na kuheshimu makubaliano ya kimataifa. Kwa upande wake, Korea Kaskazini imekuwa ikijibu kwa kauli kali, ikisisitiza kuwa haitasalimu amri kwa shinikizo au vikwazo. Viongozi wa nchi hiyo wanaona diplomasia kama chombo cha mazungumzo endapo tu maslahi yao ya msingi ya usalama yatatambuliwa. Wataalamu wa siasa za kimataifa wanaeleza kuwa hatari kubwa katika mgogoro huu ni uwezekano wa makosa ya uamuzi au tafsiri potofu. Tukio moja lisilotarajiwa kama jaribio la kombora lililochukuliwa kimakosa kama shambulio linaweza kusababisha mlipuko wa mapigano bila nia ya awali. Aidha, mivutano hii inaathiri kwa kiasi kikubwa uthabiti wa kiuchumi na kisiasa katika eneo hilo, huku soko la fedha, biashara za kikanda na usalama wa usafirishaji baharini vikiendelea kuwa katika hali ya tahadhari kutokana na hali ya sintofahamu. Jumuiya ya kimataifa imeendelea kusisitiza umuhimu wa diplomasia na mazungumzo ya pande zote. Mataifa kadhaa yanaamini kuwa suluhu ya kudumu haiwezi kupatikana kupitia vitisho vya kijeshi, bali kupitia makubaliano ya kisiasa yanayozingatia maslahi ya pande zinazohusika. Kwa ujumla, hatua za Korea Kaskazini zinaonyesha kuwa mvutano wa Asia Pacific bado uko juu na hatima ya eneo hilo inategemea kwa kiasi kikubwa iwapo juhudi za kidiplomasia zitaimarishwa au la. Dunia inaendelea kufuatilia kwa karibu, ikitambua kuwa mgogoro wowote mkubwa katika eneo hilo unaweza kuwa na athari pana kwa amani na usalama wa kimataifa. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.